Karibu kwenye video namba 3 ya mafunzo yetu ya Adobe Illustrator, na mimi ni Sam Mitambo kutoka Unipoint Graphics, ambapo nakuletea series ya mafunzo haya kuanzia mwanzo kabisa mpaka mwisho. Kwenye video iliyopita tuliangalia namna ya kuweza kudesign simple poster kama inavyoonekana kwenye screen, ambayo ilikuwa sio ngumu sana. Na lengo la mafunzo yetu kwa sababu tuweze kumaster kufanya designing taratibu. Kwa hiyo kwenye video inayofuata hii hapa tutaenda pia kuelezea simple poster ya habari. Nadhani kuna poster za aina nyingi sana watu wana design, lakini nitaenda kuonesha simple poster pia, namna ya kuweza kudesign ya habari ambayo itaweza kukusaidia kama mtu amekupa kazi yake umwendeshie channel yake, labda whatever social media, kama social media manager. Kwa hiyo itakuwa ni simple zaidi. Twende moja kwa moja tukaone. Hatua ya kwanza kama kawaida nitaenda kwenye file, kisha nitaenda kwenye new. Baada ya hapo nitakuja kuweka vipimo kama tulivyoweka kwenye poster iliyopita, kisha nita press create. Kumbuka tunaenda taratibu kwa sababu kuanzia mwanzo kama unajua tayari basi si vibaya, lakini kitu cha msingi tunataka tumshike mkono hadi yule asiyejua hawezi kufikia hadi level za juu kabisa za kufanya designing za poster. Hatua inayofuata nitakuja kwenye file, kwenye layer, rectangle, kisha nitakuja kuchora shape yangu huku chini kama hivi inavyoonekana. Shape yangu naweza kuipa rangi yote ambayo nahitaji. Kwa mfano naweza kuacha ile tuweke rangi kama tulioitumia kule kwenye poster yetu iliyopita, ambayo ni rangi kama hii hapa. Nitatumia rangi kama hii ambayo nadhani itakuwa suitable kama hivi inavyoonekana. Baada ya hapo nitakuja kuondoa stroke ikae 0. Hatua inayofuata nitakuja kwenye layer na kuweza kuilock hii hapa layer yangu kama hivi inavyoonekana. Hatua inayofuata nitakuja kuingiza picha hapa kwenye shape yangu, au naweza kuja kuanza kufanya designing huku chini. Kwa mfano hapa unaweza kuandika maneno ambayo wewe mwenyewe unayotaka. Kwa mfano hapo naweza kusema kwamba kuandika labda sekta ya utalii Tanzania bara yaendelea kupaa mwaka 2023 kama hivi. Baada ya hapo nitabonyeza Control A kwa ajili ya kufanyia selection, kisha nitarudi kwenye property na nitaenda kubadili font na kuweka font ambayo ni kubwa. Kwa mfano kama hapo naweza kuweka font labda 60. Pia nitaenda kuchagua font ambayo ni mzuri kuweza kuitumia. Kwa mfano naweza kuchagua font labda naweza kuchagua Lato au Open Sun, au naweza kuchagua font Montserrat, au naweza kuchagua Roboto, au naweza kuchagua fonti kama New Times, lakini pia naweza kuchagua fonti kama kama nyingine kama Futura sio mzuri sana maana yake usoni ina ncha kali. Kwa hiyo hapa ngoja tuende tukachague labda Arial kama hivi, labda chague Arial, kisha taenda kuangalia Arial bolded kama hivi namna inavyoonekana kama hivi. Kisha nitakuja kuarrange maneno yangu katikati, kama hivyo nitakuja select, takuja kwenye align huku chini na uta align hapo select kama hivi, kisha nenda ka align maneno yako namna hii. Maneno yamekuwa yamekaa sehemu yote kama hivyo yanavyoonekana, na hapa nitakuja kufanya kama Control Z kurudi nyuma. Pia nitakuja kubadilisha rangi, nitakuja tu kuselect kama hapo kwenye eyedropper na nitaselect kama hivi. Sasa maneno yangu yamekuwa makubwa sana, kwa hiyo nitachofanya hapo naweza kuja kuyakata yawe machache kama hivi. Anaweza kuondoa hii hapa, kata hii, nikaondoa hii, kisha nikaselect na nikaja kutumia hii hapa paragrafi kama hii hapa, ambayo itakaa best zaidi ikikaa kama hapa. Lakini maneno yetu yamekuwa kama makubwa kidogo, kwa nitaenda sorry. Unaweza kuya bold lakini au kaacha hivi kawaida, lakini sana acha bolded ya kawaida, hiyo ndio itakuwa mzuri. Na baada ya hapo tutakuja kuselect hapa na taweza kupunguza ukubwa kama hivi inavyoonekana. Unaweza kujaribu fonti nyingine ambayo unaweza kuona kama itafaa, labda tunaweza tukaangalia Montserrat ambayo ni hii hapa, ambayo nao unaweza kuja kuangalia kama Montserrat bolded, Montserrat bold
si mzuri, kwa hiyo tunaweza kuondoa na tukaacha ile Arial. Tukaacha Arial kama kawaida, ambayo ni hii hapa. Baada ya hapo utakuja kwenye hatua inayofuata. Hatua inayofuata ni kuweka social media icons huko chini, ambapo hatua ya kwanza nitakuja kukliki kwenye shape na nitakuja kutengeneza shape yangu mfano kama hii hapa. Naweza kuja kutengeneza shape kama hivi namna hii. Kisha nitakuja hapo nitaselect na nitakuja kwenye icon zangu. Nitakuja kuselect kwenye icons. Kisha kwenye icons hapa nitakuja kuongeza icons zingine ambazo nimeziongeza. Kwa mfano hapo nitakuja kwenye press, nitakuja kuongeza icon kwa mfano ya Twitter pamoja na kama hizi ya Twitter. Kama hivyo nitaklik hizo, kisha nitakuja kupress ya Twitter. Tusubiri. Kama hivi, hii hapa moja hapo ya Twitter ambayo nitakuja kuselect kama hapa, kisha nitaiweka kama hivi. Nitakuja kuselect na ya YouTube kama hivi, kisha nitakuja kuweka kama hivi. Hatua inayofuata nitakuja kwenye embeds. Baada ya hapo nitakuja kwenye image trace. Click image trace hapo chini, kisha itaniambia picha yangu ni kubwa, lakini sawa, ndaacha ni proceed. Hatua inayofuata nitangoja proceed. Ikimaliza nitakuja hapa kwenye hii icon, kisha nitakuja kwenye color hapa, nitaweka rangi, kisha baada hapo itakuwa tayari, na nitakuja huku chini kabisa kwa ajili ya kufanyia expanding. Kwa hiyo ngoja imalize hapo kwenye progress, nitakuja kwenye expand. Kisha maliza kwenye expand, baada ya hapo nitakuja kwenye hii hapa tunaita Magic Wand. Kwa hiyo kwenye Magic Wand nitakuja kuselect rangi ambayo hiyo kuhakikisha unaondoa kama hivi. Kwa hiyo kwenye Magic Wand nitakuja kukuza ukubwa kidogo, nitakuja kuselect rangi nyeupe, kisha nitabonyeza backspace kwa ajili ya kuondoa background. Baada ya hapo nitakuja kwenye logo nyingine ambayo ni hii hapa ya Twitter, ambayo the same tutafanya hivyo, nitaenda embeds, kisha nitakuja kwenye image trace. Baada ya hapo nitapress okay. Nikisha press okay, nitasubiri ifunguke. Na ikishafunguka tayari nitakuja kwenye hiki icon huko, nitaselect, nitakuja kuweka rangi hapo, nitaselect color, kisha nitasubiri imalize kuprogress ili mradi nije kufanya expanding. Kwa hiyo ikishamaliza nitaklik expand. Baada ya hapo nitakuja kwenye Magic Wand, nitakuja kuiselect hii rangi nyeupe na nitabonyeza backspace kwa ajili ya kuondoa, nitabonyeza control 0 kwa ajili ya kurudisha canvas yangu pale ilivyokuwa. Baada ya hapo nitaselect, nayo nitakuja kupunguza ukubwa, kubonyeza shift left click, na nitakuja kuweza kuziarrange kama huku pembeni. Baada ya hapo naweza kuja kuziarrange karibu na Instagram icon kwa sababu zinafanana, kisha nitakuja kuselect all kama hivi, kisha nitabonyeza control C kuweza kucopy, na nitakuja kwenye canvas yangu ya hii nani yangu ninayotengeneza huku, kisha nitabonyeza control V kwa ajili ya kupaste. Kwa zitakuwa tayari hapo, zipo kama hapa, na nitaziselect, nitakuja kuziweka kama hivi, na nitazikuja kupunguza ukubwa moja moja. Kwa mfano kama hizi nitakuja kupunguza ukubwa kama hivi. Nitakuja kuchukua na hizi hapa, nazo nitapunguza ukubwa the same kama hivi. Baada ya hapo hakikisha zote zinapungua, zinakuwa ndogo, udogo ambao unafanana, itakuwa ni vizuri zaidi. Kama hapa, ngoja tuende kidogo hapa, zinafanana. Kwa hiyo nitaanza kuchukua hizi, nita arrange kama hivi. Hii hapa nitakuja kuiweka kama hapa. Hii hapa nitakuja kuiweka kama hapa, na hii hapa nitakuja kuiarrange au kuiweka kama hapa inavyoonekana hivi. Kisha nitakuja kuziselect na nitakuja kwenye kuziarrange vertical kama hivi, nitaarrange na zitakuwa zinaonekana kama hivi. Kwa hiyo japokuwa naona kama hizi huku zimekuwa kubwa kidogo, kwa hiyo nitakuza kidogo kwa ajili ya kuweza kuziona. Kwa hiyo baada ya hapo nitaselect hii, nitabonyeza shift, nitaselect na hii hapa kama hivi. Nitakuja kuselect kama hivi, kisha nitakuja kubonyeza shift alt left click kwa ajili ya kuweza kupunguza ukubwa kidogo kama hivi. Kisha baada ya hapo ngoja ni select all niziangalie. Sasa hivi naona nitakuja hapo kwa arrange vertically. Kwa sasa hivi naona kama zimekaa sawa kidogo. Baada ya hapo nitakuja kuziselect kama hivi, nitazisogeza karibu kidogo ya hii hapa, ziweze kukaa karibu kama hivi. Baada ya hapo nitakuja kuselect all na kuja kuzibadilisha rangi. Kwa mfano kama hapo nitakuja kuziwekea rangi nyeupe kama hivi na kubonyeza control G kwa ajili ya kuweza kuzigroup. Baada ya hapo nitabonyeza control 0 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba narudisha canvas yangu kama kawaida katika udogo unaoonekana.
Kisha nitakuja kuziarrange kwenye mstari kama hapa inavyoonekana. Baada ya hapo naweza kuja kwenye jina na nikaandika jina. Kwa mfano hapo naweza kuandika habari. Hii hapa na just as a sample, habari na matukio kama hivi. Hiyo ni just as a sample. Kisha nitakuja kuchukua na kuarrange huku mbele kabisa kama hivi inavyoonekana. Lakini pia hatua inayofuata nitakuja kuselect all kama hivi. Kisha nitakuja kuziarrange vertically zikae sawa namna hii. Zitakaa sawa, lakini hii habari acha ishuke chini kidogo kama hivi, na nitakuja kuibadilisha rangi, kuiwekea rangi nyeupe. Lakini kitu kingine cha msingi zaidi, hakikisha hii hapa neno habari na matukio linakuja pia, linakuja pia, unakuja kubadilisha font yake. Kwa sasa usiweke bolded. Kwa mfano kama hapo, njoo weka futura kama kawaida. Weka futura ambayo kama hii hapa, futura itakuwa inaonekana vizuri zaidi. Kwa hapa ukiweka kama hivi itakuwa inaonekana best zaidi. Baada ya hapo nitakuja kuselect, nitabonyeza Ctrl G kuweza kuunganisha zote, na select horizontal align center zikae katikati kama hivi zinavyoonekana namna hii. Kwa hiyo inakuwa sasa hivi the best kabisa, zimekaa kama hivyo. Kwa hiyo huku unaweza kuja pia hapo ukaangalia mwandiko mwingine ambao utafaa kama huo unaona haujakaa sawa. Kwa mfano kama hapo labda twende kwenye roboto. Tuangalie roboto bold itakaaje. Ya roboto bold kama hii hapa itakuwa imekaa vizuri. Kwa hapo arrange kama hivi. Hatua inayofuata itakuwa tayari hapo tumeshafanya kitu cha msingi zaidi ambacho kinatakiwa kifanyike. Na hatua inayofuata hapo nitakuja kuingiza picha kwa kwenda kwenye file, kisha nitaenda kwenye place na nitakuja kuingiza picha kwa mfano kwenye picha ambayo nitaangalia hapo ambazo tayari ninazo. Kwa hiyo nitaenda kuangalia kwa mfano kama hapo nitakuja kuweka picha kama hii hapa. Ngoja tuangalie, au hii hapa. Ngoja niangalie picha nyingine, au ngoja niende kwenye desktop nikachukue picha ambayo kama hii hapa. Kisha nitakuja kukliki place kama hivi. Baada ya hapo nitakuja kuselect kwenye pembe hii, nita drag na nitakuja kuselect ikae kama hivi hapa inavyoonekana, na nitakuja kuarrange katikati kama hivi. Kama hivi, kisha nita right click, nitaenda send it back. Hakikisha hile yako ya chini kabisa umeondoa lock. Njoo hapo, iondoe lock kama hivi. Kisha right click, nenda arrange, nenda kwenye send it back ili mradi ikae chini ya hii hapa. Baada ya hapo itakuwa tayari hapo umeshafanya kitu cha msingi sana. Na hapo utakuja huku juu kabisa unaweza kuweka kichumba kama hiki hapa kinavyoonekana hivi. Kisha kwenye kichumba unaweza hii hapa, ngoja tu lock layer yetu hizi mbili tuzilock. Baada ya hapo unaweza kuja ukaja kwenye pen tool ukaselect point hii hapa. Itakuwa si vizuri kikaa hivyo. Kwa njoo hapa select point hii tu ya pembeni, kisha unaweza kuja ukaiweka kama hivi inavyoonekana, na kisha ukaja kuipa rangi ambayo unataka wewe mwenyewe. Kwa mfano unaweza kuipa rangi kama hii hapa. Baada ya hapo ukaja ukaandika maneno. Kwa mfano kama hapa, ngoja nije ni copy maneno kama haya hapa. Control C nitacopy, kisha nitakuja hapa nitakuja kuclick, nitabonyeza Control V aweze kukaa hapo. Kisha nitakuja kuyapunguza ukubwa kwa kwenda kwenye property. Kifika kwenye property nitapunguza ukubwa kama hivi. Kisha punguza ukubwa, nitakuja kuyaset hapa nione kama yatakaa. Kama hivi nitakuja na yatakuwa yamekaa vizuri kama hivyo yanavyoonekana. Kwa hiyo unaweza kuja kuya click ukabadilisha rangi ukaweka labda rangi ya njano, na uangalie kama itakuwa inafaa au vipi. Utakuja utaweka rangi ya njano kama hivi, kisha hapo utakuwa imekaa kama hivyo inavyoonekana. Unaweza kuacha rangi ya njano au kaacha ile rangi nyeupe kama hivi, itakuwa si vibaya. Hatua inayofuata, kwa sababu poster ukitengeneza huwa inakuwa na pembe ambazo zimezidi huku pembeni kama hivi zinavyoonekana. Kwa hiyo utachofanya, njoo kwenye hii hapa shape tool, na shape tool yako weka, tengeneza shape ambayo itafunika kwenye hiyo mistari, kama usifunike poster kama hivi. Poster yako kama humo tu
ambapo mnaonekana huko, isitoke nje hapo. Baada ya hapo utakuja hapa tena, kama huko chini kumepoa utazidi kidogo, itakuwa imeshaifunika eneo la posta ambalo unalihitaji wewe. Baada ya hapo bonyeza Control A kwa ajili ya kufanya selection. Njoo kwenye layer yako, angalia layer ambayo umeilock, unlock, iondoe lock, kisha right click bonyeza Control A tena, right click, nenda clipping, make clipping mask. Itakuwa tayari umeshatengeneza poster yenye muonekano kama huu hapa ambao inaonekana. Kwa hiyo hapa inakuwa umetengeneza kitu very professional na ambacho ni kizuri, hata mtu akikiona anakuamini kwamba una kitu ndani yako. Hii ni video namba 3 ya mafunzo yetu ya poster design. Tunaenda taratibu, tukutane kwenye video inayofuata ambayo tutaenda kuangalia jinsi ya kuweza kudesign poster ya aina nyingine. Mimi ni Sami Tambo kutoka Oni Point Graphics. Tukutane kwenye video inayofuata. Asante sana na kwaheri.